Hivi mwanaume, unanichukuliaje? Hii ni nguo ya kike na nimeikuta katika suruali yako kipindi nafua. Unaweza ukanielekeza hii nguo ni ya nani? Mbona sikuelewi? Michezo gani unataka kunichezea hapa? Unasemaje umeitoa kwenye suruali yangu? Ile hali hiyo ni nguo ya kike. Mke wangu, hebu niambie, unataka kuanzisha mchezo gani mpya ambao mimi siujui? Hii ni nguo ya kike na siifahamu, ina maana sio ya kwangu, na nimeikuta katika suruali yako. Unaweza kuniambia hii nguo ni ya nani? Katika michezo yote ambayo unataka kucheza na mimi, huu mchezo mpya wa kuja na chupi ya mwanamke na kusema kwamba umeikuta kwenye suruali yangu, ni mchezo gani unataka kuanzisha? Wewe mwanaume, umecheza sana katika nafasi yako. Sasa ni zamu yangu. Nataka kulipe kwa vitendo. We baba umezidi, uchafu umezidi, uchafu. Oh, umezidi oh. Hata aushangai, uchafu. We dada umezidi, uchafu umezidi, pochi umezidi. Tukataze uchafu, uchafu. Tukataze uchafu. Wewe mwanangu. Mama, sema kweli mimi ndo imenishinda. Kivipi? Utanithamini kama nitakuwa nimekiongea nimetoka nje ya maadili. Ongea tu mwanangu, nakusikiliza. Mama, kuna ndoa yangu nimeshindwa mama. Ni kwamba mwanaume wangu imefikia hatua kwenye tendo la ndoa ananinyima haki yangu. Sio mara yangu ya kwanza wala sio mara yake ya pili. Nimeshindwa kuvumilia, ndio maana mama nimekuja kukwambia sio mara moja. Mama, dakika 2 ni nyingi. Na ni raundi hii akimaliza analala kama mbwa, yani nikachoka, sijawahi kuona. Hilo tatizo limeanza lini? Sio mara ya kwanza wala sio mara ya pili. Na ndio maana imenifika hapa mama, nimekuja kukuelekeza. Dakika hizi 2 nyingi mama. Nani raundi hii akitoka hapo kachoka kama mbwa na hataki hata kukuona. Umezidi oh. Hata aushangai, uchafu. We dada umezidi, uchafu umezidi, pochi umezidi. Tukataze uchafu. Usiwe nani kanitumia SMS afu namba ngeni. Kivipi sasa mpenzi wangu? Hapana, usifikie huko mwanangu. Jambo ni kulitatua, usilikimbie. Kwani mwanzo alikuwa hivyo? Au la yuko busy na kazi? Mama, mimi sina mtu mwingine wa kumwambia zaidi yako. Fanya hivi, wewe hili swala kuna wazee wanaweza kulitatua hili jambo. Nenda elezea, alafu ikiwezekana mwende hospitali kwanza mkaangalie tatizo ni nini. Wanaume huwa inatokea kwa sababu wanaume wengi wanakuwa wana stress. Inatokea anakuwa hana hamu, na inawezekana labda na wewe ukawa ni chanzo, kwa sababu mwanamke anakuwa chanzo cha mwanaume kutokuwa na hamu. Unafanya vyema mwanangu.
naanzaje kumchukua nimpeleke, sijui nasema kwa wataalamu, sijui uko hospitali, hata nielewaje? Sitajua mimi nimemfikiria vibaya. Wewe ni mama yangu, nisaidie hapo. Mimi siwezi, yule ni mkwe wangu. Yule ni mkwe wangu mimi, alafu ni matusi. Ndio maana nakwambia kuna wazee, la mwende kwa wataalamu pia. Umenielewa? Mimi nishakwambia wewe nenda kwako. Wewe unataka mimi nionekane mimi msungu kama wewe nikufuge hapa ndani tena? Poje. Kwa nini basi kwa watu? Mwenye sielewi napangieni, unaona? Sio itakuwa ni nani? Hakuna chochote mpenzi wangu, sio pesa kitu. Bahati mbaya mshikaji anakusia. Bahati mbaya wakati maelezo anajieleza kabisa mlikuwa naye siku zilizopita. Lakini Mai, hata pale ukiangalia mimi sijatajwa jina, namba haijaseviwa. Itakuwa tu mtu kakosea namba mpenzi wangu. Au uniamini? Unajua anacheza na hisia zangu sana. Kwani Mai, au uniamini? Nakuuliza uniamini? Unakosea sana. Mimi sitaki wewe hivyo bwana. Sawa? Sawa mpenzi wangu. Mimi sitaki wewe. Nisikie. Niambie basi kama mgeni yameisha. Mimi sipendi wewe hivyo mpenzi wangu. Kaendelea na kazi zako. Hata aushangai uchafu dada umezidi, uchafu umezidi, uchi umezidi, uchafu. Umependeza. Na kitu nimesikia kila kitu kilichozungumzwa na shangazi, na sijui kama mwenyewe unakosea sana. Kwa wewe unataka nifunge wewe mama? Nikamwambia Nifunga yule alikuwa kamwambia bibi yako au shangazi. kaka Bilamu, subiri nikwambie kitu. Sasa nimekuelewa Bilamu yangu, sawa? Vipi mimi kuhusu kujali hisia zangu? Unaweza kunisaidia? Nafikiri sasa unavuka mipaka. Unanielewa vibaya, si ndio? Nimekwambia kama umekosea, mwambie mama. Fikiria. Uchafu dada umezidi, uchafu umezidi, uchi umezidi. Tukataze uchafu. Uchafu. Tukataze uchafu. Nimekuita kuna kazi na mdogo wangu anateseka sana kwenye mahusiano yake. Sasa inajua wewe ni mtu wa kazi, utaifanya. Ni kweli. Labda nikuthibitishe kitu kimoja. Mimi ni kama unavyojua. Ninasikupeshi. Nimenyosha nimenyosha. Ukinipa kazi nikiwasha kinoma noma. Kwa hiyo mimi kazi yako naipokea kwa mkono miwili. Nitaifanya ipasavyo. Nitakutumia picha pamoja na namba zake. Kuhusu malipo tutafanya kama tunavyofanya siku zote. Okay, nadhani nitakuwa nimeisha. Eti. Kilichobaki tu ni kunitumia picha pamoja na namba yake. Safi. Sawa. Basi mimi naenda kuendelea na shughuli zingine. Sawa. Asante.
Oh, shemeji. Karibu. Asante sana. Karibu ndani. Naomba tuzungumze tu hapa kwa sababu baada ya mazungumzo ya mimi na wewe kuna sehemu nayo. Okay, karibu sana. Asante. Sasa Shem, nafahamu fika kwamba wewe na mke wangu ni marafiki sana. Nimefika hapa nina taarifa ndogo tu ya kukuuliza inayohusiana na mke wangu. Kwa sababu nafahamu fika kwamba wewe na mke wangu ni marafiki wa muda mrefu. Bila shaka. So please, kwa kile ambacho naenda kukizungumza tafadhali, itaidi kunijibu vizuri tu. Usijali. Nafahamu kuwa unayafahamu mengi yanayohusiana na maisha yetu kati ya mimi na mke wangu. Lakini sasa mke wangu kuna vitu ananionyesha katika hali ya yeye kutaka kujiamini kwangu. Sina shaka na chochote anachotaka kukifanya. Ila nataka kujua ni kitu gani alichokiandaa kutaka kunifanyia mimi kama njia ya kulipiza kisasi kwenye yale anayoyahisi kwa mimi nimemtendea na yanamkwaza. Na kuuliza wewe kwa sababu unajua kila kitu. Hapo usinifiche tafadhali. Ninachojua mimi ni malalamiko juu ya mke wako, matendo unayomtendea. Na kwa nini mnaishi hivyo? Ukiniuliza mimi na mtendea mke wangu yako sahihi kweli, ni kama unahitaji kunihukumu. Waswahili wanasema msema peke hushinda. Wewe umesikiliza ya upande mmoja kwa rafiki yako. Kwanza umebeba hisia zake kwa sababu wewe pia ni mwanamke. Nachokiamini mimi, wanawake wanapokutana katika kuzungumza majambo yao, mara nyingi hawapingani. Na ili wanawake wawe mashoga au marafiki, kuna mmoja kati ya wawili wao au watatu au wangapi lazima ajishushe. Awe lofa, mmoja awe mjanja. Hawa watakuwa marafiki. Hakuna urafiki wa wanawake unaoendana katika hisia zinazofanana kwa kila kitu. Mmoja akiwa malaya, mwingine anaweza kumshawishi mwenzake awe malaya. Na kama wewe utamshawishi mwenzako asiwe malaya, urafiki hapo hapo. Kwa hiyo tabia lazima ziendane. Siko unaelewa vizuri? Nakupata vizuri. Sasa rafiki yako wewe ambaye ndio mke wangu mimi kakuhadithia aliyokuhadithia. Kwa hiyo mimi navifahamu kwamba urafiki wa wewe na mke wangu kuna mengi. Waswahili wanasema ko unayo. Niambie mke wangu amedhamiria kulipiza kwa kunifanyia kitu gani ili nijiandae kisaikolojia. Siwezi kukuongopea shemeji yangu. Sifahamu chochote. Sawa. Kwa sababu umenithibitishia kuwa haujui chochote, basi itakapotokea yeye amefanya chochote cha kunidhuru, usije kunionea huruma. Usije ukaniambia shemeji, si nani ukaleta unafiki. Sitahitaji huruma yako ya kinafiki. Niache.
na nitapambana naye mimi mwenyewe, na usije kumwambia kama nilikuja hapa kuomba uniambie chochote alichokipanga yeye. Si ujui, basi ishi kuwa hujui. Nimekuwa na mashaka sana juu yake. Je, kapata mahusiano mengine? Yuko naye mdangani? Lakini haya ni mambo ambayo najiuliza na sipendi kumuhisia vibaya mama yenu. Hilo la kwanza. Lakini la pili, sikutaka kuanzisha mahusiano mengine nje ya nyumba hii kwa sababu ya kuwafundisha tabia mbaya. Lakini pia isingekuwa picha nzuri ya kuleta mwanamke humu ndani anayekuwa nyimbo. Ndio maana nikaamua kukumalia wewe kwa sababu nimekuwa na hisia na wewe na kupenda. Nahitaji sana unisamehe, lakini nahitaji unielewe zaidi. Wenda kikao hiki tukaishi kwa amani na ukaelewa mzazi wangu, au ukaelewa baba yangu anataka nini kutoka kwangu, na tukaishi kwa amani sana. Nataka uondoe hofu, nataka uondoe aibu, nataka sasa ujiamini na uwe kwa kipaumbele kufanya chochote unachotaka undani, kwa sababu ni kama umeishika nafasi ya mama yako. Ili uwe huru na ufanye chochote, mimi niko radhi kufanya chochote juu yako. Sijui kama umenielewa kaka. Nimekuita hapa kikao hiki tuzungumze kwa upole, kwa ustaarabu, ili kuanzia leo usiwe kuna tatizo lolote yangu mimi na wewe. Baba, siwezi kukuelewa kamwe, kwa sababu nafasi ya mama itabaki kwa mama, na kama siwezi kuingilia nafasi ya mama kwa matendo unanifanyia, unanikosea. Radhi ya mama kwako itabaki kwa ya mama, na huwezi kuifananisha na mwanae au mtoto wenu. Baba, unanikosea. Unaweza kunipisha nikaongea na simu? Kitemu. Hebu niambie shida ni nini? Maana naona unazunguka sana. Kaka, naona kabisa ndoa yangu inaenda kunishinda. Maana shemeji yako ana visa vya kila aina. Shemeji yako amekuwa mtu wa wanawake. Hatupangi, hatupangui humu ndani. Hatupiki wala hatuli. Yaani ni makelele ya kila siku. Yaani hao wanawake wapo katika mazingira gani ambao unahisi wewe ana wanawake? Yaani wapo katika mazingira gani? Mazingira yake ya kazi au mazingira ya mtaani, mazingira? Hebu niambie, manake mpaka ikishafika hatua kwamba ukiona mwanaume wako ana wanawake wengi, yeye ukiongea naye anakujibu nini? Mimi naongea naye tu kwamba sipendezwi na tabia zake na kumwomba badilike. Lakini leo anaahidi atabadilika, kesho amerudia tena yale yale. Anazalisha sana shemeji yako. Nakutana na meseji za mapenzi, picha za utupu akiwa na watu wake huko mtaani. Inafikia tu mpaka nalala nje. Anakuja nyumbani asubuhi. Yote 9 kaka. Nakuta mpaka nguo za ndani kwenye suruali ya shemeji yako. Sasa umeshakuwa mtihani. Wajua dada yangu, ndoa inahitaji uvumilivu sana. Na kuna wakati unaweza ukamwona mwanaume wako ana tatizo hili, lakini pia kumbe kuna wakati unatakiwa ujiangalie wewe una tatizo gani. Huenda akawa anafanya hivyo vyote kuna sababu. Sijui umenielewa.
Kwa hiyo kabla ya kutaka kutatua tatizo, kwanza taka kujua chanzo, sababu ni nini mpaka mumeo anafanya hivi. Na kama unamuelewesha lakini hataki kuelewa, basi jua kuna tatizo kubwa hapo, namna ya kumfikishia ujumbe. Lakini yote kwa yote, mimi nikwambie pole sana dadangu. Ndoa inahitaji hekima na busara, lakini pia ndoa inahitaji uvumilivu sana wa hali ya juu. Kwa jambo kama hili kunifikishia mimi, wala haikupendeza. Lakini kwa sababu unataka kuinusuru ndoa yako na tayari umeshazungumza na mumeo lakini hataki kukuelewa, basi una haki pia kuniambia. Mimi nimekuelewa vizuri. Sawa? Hili jambo mimi nitalimaliza, kwa sababu naamini shemeji yangu ni muelewa sana, na hususan mimi ananiheshimu na kunielewa vizuri zaidi. Kwa hiyo mimi nitakaa naye, nitazungumza naye kama leo, kesho au siku nyingine yoyote ile. Lakini lengo langu mimi nionane naye hata leo hii ili niweze kuzungumza naye. Na naamini haya yote yataisha dadangu. Ila nakusii kuwa mpole, kuwa na busara, kuwa na hekima. Yaani malezi uliofunzwa yatumie huku kwa mumeo. Kwa sababu mwanamume hataki apandiwe kichwani. Hata kama anakufanyia makosa, unapompandia kichwani, makosa yanabadilika yanakuwa ya kwako. Kwa hiyo mheshimu, hata kama anakufanyia atabadilika. Sijui umeelewa? Yaani niamini mimi. Kwa hiyo mimi nitaongea naye na hisia yote ataishi na ndoa yako itabaki salama. Sawa? Sawa kaka, nimekuelewa. Naomba ujitahidi sana ili niweze kunusuru ndoa yangu. Sawa, haina shida dadangu. Pamoja sana. Samahani kidogo, tunaomba nipokee simu. Halo. Poa. Sawa. Wapi? Poa. Sasa hivi. Sasa shogangu, sikia nikwambie. Nimeishi kazi nilikuwa naifuatilia. Sasa hapa kama ndio imetiki. Unaona ndio tutaonana baadaye, sawa? Wewe nani? Poa. Sawa. Poa. Mimi dada. Tafadhali nakuomba nisamehe. Mimi sijui kosa langu. Na sijui mwanaume upi ambao unamzungumzia. Mimi sio kumwomba sana msamaha bibi. Okay. Wewe ndo bingwa kutembea na wanaume zako, si ndio? Fundi wa kuchukua wanaume zako, si ndio? Sasa nisikize kuambia kitu kimoja. Naomba uchague nafasi moja kati ya hizi tatu. Moja, tufanye kwa nguvu ikiwa na rekodi. We baba umezidi, uchafu umezidi, umezidi hata aushangai. We dada umezidi, uchafu
uchafu umezidi, pochi umezidi. Tukataze uchafu, uchafu. Tukataze uchafu, tukataze uchafu, tukataze uchafu.